Sio kila kinachowekwa mbele yako unapaswa kukila. Ziko nyakati ambazo unapaswa kutambua ya kwamba sio kila uharibifu unaoingia kwenye maisha yako ni shetani ndiye anayekuwa sababu. Kuna uharibifu mwingine unausababisha wewe mwenyewe. Moja eneo ambalo wengi wameshindwa kujizuia na kuruhusu adui kufanya uharibifu kwenye maisha yao, kwenye kazi zao, kwenye ndoa zao, ni eneo la chakula. Unapaswa kulinda kile unachokula. Sio kila chakula kinachowekwa mbele yako unapaswa kula, hasa vyakula vya watu wengi. Umeenda sehemu umekuta kuna msiba, unasikia ndani yako kabisa, sisikii kula hiki chakula, ila kwa sababu ya mazingira ya watu unaoheshimiana nao, sababu ya mazingira ya watu walioko pale eneo lile, unalazimika kula kitu ambacho unasikia kabisa ndani ya moyo wako ya kwamba sipaswi kula hiki chakula. Kupitia chakula watu wamepoteza hatima zao, kupitia chakula watu wamepoteza ndoto zao, kupitia chakula uharibifu umeingia kwenye familia kwa chakula tu. So unapoenda sehemu kwenye mkusanyiko wa aina yoyote, umejisikia kabisa sitaki kula hiki chakula, usile. Sio kila kinachowekwa mbele yako unapaswa kukila, na unaweza ukala muda mwingine kwa sababu ya uroho tu. Inawezekana tamaa ikakupelekea wewe kula, lakini ikatae hiyo tamaa, kwa sababu matokeo ya baada ya wewe kula hicho chakula itakuwa ni mabaya na yataharibu hatima yako. Linda hatima yako kwa kulinda kile unachokila, kwa sababu kula ni mojawapo ya sehemu ya ibada, na Mungu akupe hekima ya kulitenda neno lake.